Nikikwambia hii video ina miaka mingapi, wala uwezi kunijibu. Na hata nikikwambia hii video ilirekodiwa ikiwa wapi, pia hauwezi kutambua, kwani wewe si mmoja kati ya waliokuwepo katika safari hii. Hapa mwanadamu hakuna ajuaye nini kitatokea, sio tu kesho wala mwakani, isipokuwa hakuna ajuaye nini kitatokea hata kwa sekunde moja. Nimeleta kwenu video hii kitu ambacho napenda kuelezea. Yawezekana ikawa hii ndo safari ya mwisho wa mama yetu mpendwa, asset ya nchi, Mama Grace Mapunda. Mungu akurehemu. Lakini pia inawezekana ikawa hii ni safari ya mwisho wa mzee wetu, mzee Epuka ama Epuka. Lakini pia sio kusema waliokuwepo kwenye meza hiyo ama waliokuwepo katika hafla hii wao watapona. Hakuna mtu ambaye hataishi milele katika dunia hii, isipokuwa wao wametangulia na sisi huko ndo tunakufuata. Safari hii ilikuwa ni ngumu sana, ingawa unaona watu hapo wamekaa wanakula kwa upendo, na ukiangalia hapo ni sura nyingi za wasanii, lakini pia kuna watu ambao wanakaa nyuma ya kamera. Kamwe huwezi kuwajua mpaka wasanii wenyewe waamue kuwatambulisha watu wao. Safari hii ilikuwa ni Kilimanjaro tour, na uko mbele tutaona nini kilitokea, nini kitafanyika mpaka watu wamefikia hapo. Hapo wasanii walikuwa wanakula mchanganyiko wa chakula cha aina mbili. Simaanishi kwamba ni chakula kile chakula, isipokuwa ilikuwa hapo muda ambao wanakula si wa chai wala si wa chakula cha mchana. Safari ilikuwa ngumu sana, lakini wasanii walishikamana kwa upendo. Safari hiyo walikaa mkoani Kilimanjaro kwa muda wa siku 4. Ilikuwa ni wasanii pamoja na maproducer pamoja na story writer, wote kwa pamoja walialikwa katika uzinduzi wa Jiwe ama filamu inayoitwa kwa jina la Jiwe mkoani Kilimanjaro. Na wala nisikuchoshe sana ndugu mtazamaji, tazama mpaka mwisho uone baadhi ya matukio, ila kuna sehemu sauti kidogo imefinywa kulingana na issue ya YouTube ya copyright, utatuia razi, lakini nakala hii itakuja tena na tena, kwani ni ndefu kuliko hivi ambavyo tumeiposti. Kwa huku background huku tutaikosa hiyo. Ndio nilikuwa nataka usogee hapa ili nikupate na monument. Halo.
unatutizama kwa hivi sasa, na hapa niko na mwanakaka, nasikia ndio director msomi mbobevu hizi kazi. Bwana mambo vipi? Poa, niambie. Salamu kwa Mzuka. Kama kawa. Yes, wewe kama director ambaye umeshuti filamu hii, kwanza jitambulishe majina yako. Kwa jina naitwa Seba William na ndio DOP wa hii kazi, pia ni edit hii kazi. Yeah. Kitu gani ambacho umeenjoy wakati una edit hii kazi? Kikweli ni performance nzuri ya wasanii wa Kilimanjaro tulokutana nayo. Kikweli imenifurahisha sana. Yeah, wamefanya vizuri kiukweli. Yeah. Na unaweza kutuambia ni movie yako ya ngapi hii umeidirect pamoja na kuedit? Bwana, yani sina kumbukumbu. Ni movie nyingi sana, sina kumbukumbu. Ni nyingi sana. Yeah. Okay, wewe kama director kuna vitu ambavyo umevisoma katika sanaa yetu hii ya mkoa wa Kilimanjaro. Unaweza ukashare ni vitu gani, kwa sababu tukiangalia movie hii ya Jiwe, uzinduzi wake tu wenyewe ni mkubwa sana. Kwa hiyo hata matarajio ya wadau mbalimbali wa sanaa nao pia ni makubwa. Kiukweli ni ushirikiano mzuri wa wasanii, ingawa pia kuna baadhi ya wasanii katika ushirikiano pia unakuwa uko chini sana, yani mtu anashindwa kuamini kile kipaji chake alichokuwa nacho. Lakini kiukweli ni washukuru sana wasanii wa Kilimanjaro, nishukuru sana uongozi mzima wa Kilimanjaro, tukianza na afisa utamaduni wa viongozi wa TDFA wote, yani kiukweli wamepambana sana mpaka tumefanikisha hili swala. Haikuwa kazi rahisi, yani changamoto zilikuwa nyingi sana. Kiukweli mpaka kufikia hapa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Na leo ndio utambulisho wenyewe wa filamu ya Jiwe. Watu watarajia nini katika hii filamu pale ambapo itaanza kusambazwa sasa na wale ma distributor? Yani watu, mimi kwa kifupi, yani mkono wangu waga ukosei, yani niliofanya nao kazi yote wananijua, mkono wangu waga ukosei. Ni mkono mmoja, mkono wa hatari. Kwa watu watarajie kazi nzuri, kazi bora, nimeishuti katika mazingira mazuri, yani iko vizuri kiukweli. Kila mtu aitazame, aenjoy, kazi iko vizuri. Yeah. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba wewe kama director, yani hatutaweza kuona scene kwa sababu kuna Mrs. Pastor pamoja na Jiwe. Hatutaweza kuona scene ya mtu, yani yeye anaekti mchawi alafu amevaa t-shirt la Jesus help me. Hatutaweza kuona hiyo. Mimi sifanyagi vitu kama hivyo, yani mimi napingaga vitu kama hivyo. Mimi kama naona vitu vinaenda long nakwambia tu hii haiwezekani. Kiukweli yani haiwezekani hivyo. Yeah. Yani kama vile jini anavuka barabara anaangalia kulia kushoto. Hakuna kitu kama hicho. Wewe mkakutana na kitu kama hicho, yani hakuna kabisa. Okay, basi sawa, toa ile rai ama hamasa kwa watazamaji ambao wanakutazama hivi sasa kuhusiana na hii movie. Yes, wategemee nini? Yes, makubwa yapi? Lakini uzinduzi huu utakuwa ni endelevu hapa ama hapa ndio utakuwa ukomo? Kiukweli hapa si kikomo, bado tunaendelea. Kazi ni nyingi. Lakini pia nisipowashukuru watu ambao wameandaa tafsiri hii ama uzinduzi huu, itakuwa ni mwakosea sana. Ni mtu mmoja anaitwa Bwana Matambo.
Yeye ndiye bosi wa hii movie na yeye ndiye mtu ambaye amealika watu katika uzinduzi huu. Hakika alifanya kitu kikubwa sana katika mkoa wa Kilimanjaro, kuweza kuwakusanya wasanii kutoka Dar es Salaam na kuweza kuwakusanya wasanii wa Kilimanjaro na kuweza kuunganisha nguvu juu ya uzinduzi wa jambo hili, kwani baada ya jambo hili lilizaa jambo lingine. Bwana Matambo yeye kuna wasanii ambao aliwakosea na tena aliwakosea sana, lakini mimi siwezi kujali kwenye hilo, kwani huo pia ni ubinadamu. Wasanii wa Kilimanjaro hakika waliwakaribisha wasanii wa Dar es Salaam kwa ukarimu mkubwa, na wageni pia wasanii kutoka Dar es Salaam waliupokea ukarimu huo na kuurudisha kwa wenyeji. Ndo kama unavyoona ukumbini, watu walikaa pasi na kubaguana, lakini pia kuna ndugu mashabiki waliotoka sehemu mbalimbali za mkoani Kilimanjaro pia wamekuja kutazama uzinduzi huo. Hii inaonyesha ni jinsi gani Bwana Matambo amefanya kazi kubwa sana kuhakikisha jambo hili linafikiwa na watu wengi. Naamini usiamini, ukumbi ulijaa mapema sana kabla ya saa 3 usiku. Ilifika kipindi mpaka tena watu watakiwi tena kuingia, maana ukumbi ulikuwa umejaa, na hii ilikuwa ni red carpet wala sio party. Ni jambo la masikitiko makubwa sana kwa kumpoteza mama yetu Mama Grace Mapunda, kwa kumpoteza mzee wetu Mzee Epuka. Lakini pia sio yeye tu watatangulia mbele za haki ama wametangulia mbele za haki. Kuna mimi na wewe unayetazama hii video na mimi ninayekuletea hii video, wote sisi tutatangulia mbele za haki, kwani hakuna aliyebaki. Karibu sana uangalie mpaka mwisho, na bado mwisho nitakuletea tena sehemu ya pili. Nadhani hiyo itakuwa haina sehemu ya copyright, kwani itakuwa mziki. Tumejua jinsi gani ya kubalance na kuweza kuletea kitu kilichokuwa bora, ili kuangalia wapendwa wetu tuliwaaga vipi. Karibuni sana. Super Mario, kijana ambaye yeye anaweza kaamia na begi mheshimiwa mgeni rasmi sehemu mwanamke akimpenda. Huyu anaitwa Nipa Super. Jamani, Nipa anasema yuko single. Lakini kipekee naomba pia nitambue uwepo wa ndugu yangu machachari sana. Akifika sehemu anacheza hata hajaambiwa acheze. Hiko ndio kipaji chake kikubwa mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba nisimamishe kubwa kama kubwa unaposimama sana tafadhali, kwa nafasi kubwa watu wakutambue, wakuone pia. Naomba nimtambulishe kakaangu Isan Muya maarufu kama Tino, na jamani nimepata bahati wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro kwamba yeye amehamia hapa rasmi na yuko hapa. Kwa hiyo mkihitaji ushauri, mkitaka chochote mtakipata hapa. Nimtambulishe kakaangu Jumanne J4 Mlisho, tafadhali naomba kwa nafasi kipekee na usimame hapo. Pia wale ambao zamani mko kiangalia tamthilia maigizo mbalimbali, kwa mnaona kaka mmoja anapigana sana karate. Sijui kama leo mtakuja kukumbuka kitu. Kakaangu Kevin, naomba usimame kwa nafasi ya kipekee, watu wakuone. Huyu ndio mtaalamu wa ngumi. Sijakuona ndugu yangu. Uko sawa? Okay, sawa. Lakini kipekee kabisa jamani, sasa hapa ndio unapokuja ubaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa ndio
kabisa kutoka tamthilia nzuri kabisa ambayo iko ndani ya DSTV ya Uba, ambayo watu wengi wameweza kupata kuona vimbwembwe vya Tesa pale. Lakini pia naomba nianze watu ambao kidogo wenye umri mrefu. Najua nikitaja wenye umri mrefu Kashaulo na kwa utajaji wewe wenye umri mrefu. Naomba nimtambulishe kwenu Kashaulo wa Uba, tafadhali. Naomba asimame kwa uchungu.
Bado yani ni sawa sababu muda bado kwa kutosha. Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Muda kwa kutosha. Hivi mama anacheka mpaka ile wa mwisho hapo ndio. Kweli. Wale ni shule ambao walishapitia. Kwa sababu unaambia mtu mambo poa, vipi fresh. Basi wale wamekaa huko muda mrefu. Wao wamekuja. Wanawake wengi wanakimbilia kwenye baridi sababu ya ngoja kuna wengine. Sasa hii hapa sini moja hapa. Tupe hii pisi. Mwambie naruka nayo. Mama. Hii hapa maliza. Hapo. Kwa hapa sini. Mwanangu tembea na 3 shot. 3 shot. Ukipiga vipi venye mada mshika. Hawajatuambia. Sijakula tangia jana. Hawajatuambia. Tunaona jana. Jamani ndogo tukipanda tuondoke jamani. Guantanamo prisoner aye kabum selector Gantabwa follow what man can't get it now nikiona kamera karibuni kuna kungu hapo. Wajukuu hawajaji mmoja anabeba kila saa anabadilisha mtu akubwa. Ndio karibuni jamani. Ningekuwa sipo kwenye safari ningefanya majaribio. Ningekuwa kwenye safari sio chaka. Okay. Sijala muda mrefu. Kuna ambayo ingia. Twendeni basi wazee. Tufuate bwana, tufuate cameraman, tufuate kwanza. Ndio hii hapo. Kutoka na zamani. Sasa kwa mileo. Sio bali kwa niigiza ndipo la anatuzingua. Amelea iko serious. Pale network imekata kabisa. Umeme ulikuwa wake. Jamani karibu taisia kuna kuwasha TV. China za moto. Kuna tukio jana Kama umepiga tukio jana. China.
Ipi ile kuna nikubali leo sasa hivi? Koloa wapi? China nimekuamsha nataka remote ya AC. Ukachukua remote ukaanza kuwasha TV. Remote ya AC kuwasha TV. Kama maana vyombo, kama kuye. Kuya. Hapa kukasaka. Hamna shida tushafika. Ana. Ukiao ndio kwa mdomo. Sisi tumekuja kuna viongozi. Nikipiga shuti. Unakimbia? Mimi nakimbia. Sauti kishogundwa tu, usijali. Na nimepata salamu hiyo. Sauti kishuka kwa ajili yangu. Sawa kaka. Wewe bado uko kidogo. Yuko sana wewe tena. Kabisa. Kwa siku ya jana, juzi na hata leo pia. Najua kibinadamu hakuna jambo ambalo linaweza likafanyika katika 100% hata liwe na ubora kiasi gani. Kuna maeneo lazima kuna mapungufu yanatokea, yaishi mapungufu ya namna gani, inaweza kama makubwa sana au makubwa kiasi au madogo. Lakini kwa yote ambayo yametokea kwa kila mmoja na kwa nafsi ya mmoja baada ya mwingine, nichukue nafasi hii mimi kama Matambo kuwaomba radhi, hususan wazee wangu kuanzia baba zangu na mama yangu na vijana wenzangu, makaka, dada zangu na hata wadogo zangu pia ambao mko hapa. Kwa nianze na kuomba radhi, mnisamee sana kwa chochote kile ambacho kimewakwaza. Najua ni mambo mengi sana yamewakwaza, lakini kulikuwa kuna sababu yake na ndio maana mmekwazika. Na sababu ambayo haikuwa ya makusudi. Ilikuwa ni ya bahati mbaya, ilikuwa ni mpango ya Mungu pia. Kwa sababu unapopanga binadamu na Mungu naye apanga la kwake. Lakini la pili, naomba nichukue nafasi hii kutoa shukrani za dhati sana kwenu. Pamoja na kwamba nimewakasirisha au nimewakwaza kwa namna hivi, mimi bado ni ndugu yenu, bado ni rafiki yenu, bado ni kipenzi chenu, na undugu hautokufa wala hautouawa, hautokatika kwa haya ambayo yametokea. Na naamini deni lote nilokuwa nalo juu yenu nitalilipa. Naomba Mwenyezi Mungu anijalie nipate kulilipa kwa haraka. Iwe deni la fadhila, liwe deni la kifedha, liwe deni la kimawazo au deni la namna yote ile, nitalilipa. Kwa naomba mioyoni ikunjuke ili ninaposafiri muweze kufika salama na tuendelee kuwasiliana mpaka mtakapofika. Panapo majaliwa wa Mwenyezi Mungu, pale ambapo tutaendelea ni mnasafiri na sisi tupo huku, basi tutatumiana ujumbe kidogo kidogo. Ujumbe wa fikini salama, poa, na ujumbe mwingine ambao kama utaweza kuwepo wa chakula. Basi kwa namna yote ile tunaweza tunafanya kabla mjafika. Kwa hiyo makubwa ni hayo ndugu zangu, mnifungulie nafsi. Mkinikunjia nafsi au mkunjia mwingine nafsi, hata mnayeniacha huku siwezi kuwa mwakilishi mzuri kwenu. Lakini mkinifungulia nafsi, mimi ambaye mnaniacha huku nitakuwa mwakilishi mzuri kwenu, na ninaamini tunapokuja Christmas tunaweza tukawa vingine tofauti na hivi. Asalamu alaykum. Mimi nafsi yangu sijaikunjua. Tumekusikia bwana Matambo. Nifikisha kameraman anione. Tunavorudi. Dude ongea. Mimi nimekunja. Kwanza hatujaheshimika kabisa kwenye hii safari. Tumevunjiwa heshima sana. Kuanzia tunaondoka Dar es Salaam mpaka tunafika hapa, ndio maana kila tukikuita utaki kuja. Sio wengine tunajiheshimu na tunaheshimika sana. Kwa hiyo tulichofanyiwa